Ulikuwa unanionyesha kipimo chako, unaweza kunionyesha sasa. Ugonjwa uligundua lini? Miaka mingi, sio miaka 26 nakumbuka. Unakumbuka? Mimi nakumbuka. Mgonjwa ukumbuke, nakumbuka mtu mwingine. Nakumbuka kabisa. Sababu ilikuwa ni ipi ukafanya kwa gundua? Niliamua tu kwenda kupima. Uliamua? Ulianza kula ARV lini? Baada ya kupima sio baada ya sikumbuka. Inawezekana labda mwaka au zaidi, niliambiwa bado kwanza. Ndio. Lakini hakika zaidi hamna. Kama ni mwaka au 6 zaidi. Tukiwa anze kula ARV hadi leo umekubadilishia mara ngapi? Umebadilisha dawa hizo mara ngapi? Kama mara 2. Sababu ilikuwa ni ipi? Mara ya kwanza ziliniumiza ini. Ini? Ndio. Futi. Mara ya pili ikakuumiza nini? Pia zilibadilishwa tu, wenyewe kubadilisha. Ilikuwa kula mara 2. Ikaja pia nini? Ilikuwa nakula asubuhi na jioni, ikaja mara 1. Wenyewe walibadilisha tu kutokana na mtazamo wao. Kuna mara nyingine nakumbuka ya mwisho. Tulisema hizo dawa zinatupesha sana, zinatumiza kwa tuishi. Okay. Changamoto ipi uliipata wakati unatumia ARV? Ilikuwa ni ya ini ya kwanza. Ya pili? Ya pili yanasaidia mwili kuwa mkubwa sana. Na mifupa inaniuma sana. Mifupa inakuuma sana. Mgongo umechoka. Mwili umeanza kuchoka lini? Yaani mwili kuchoka kumeanza lini? Kama kwa miaka 5-6 sasa. Na hospitali unachukulia ARV ni hospitali gani? Ndomanda. Namna gani unatatua hizo changamoto ambazo unawalalamikia au zinakukuta katika safari yako ya afya? Hujawaambia au unawaambia wasitatue? Unaambia, lakini yani hamna, sidhani kama kuna njia yote kutatua. Udhani wewe? Ndio pewe yani ile changamoto yote ambayo kutatua ile tatizo. Mimi naweza kuongea vizuri nikakufahamisha. Anaenda sana hospitali kuambia mimi naumwa sana, kichwa kinaniuma, akafanya vipimo. Mbia vya fungus kwenye kichwa, kaonekana negative, ana kitu. Akipimwa kila kitu ana malaria, ana mkojo, ana chochote. Wanampa dawa za maumivu. Tumia hizi kidogo utakaa sawa, fanya mazoezi kaa tu basi. Kila kenda kusema anaumwa mwili, labda kenda sehemu zingine ndio wanaweza kumwambia malaria, akampa dawa za malaria, lakini bado still akikaa baadaye anaumwa mwili. Ndio. Mnakaa sehemu moja, kila mtu anakaa sehemu yake? Tuko mara nyingi sana pamoja, lakini kila mtu anakaa kwake. Sema majirani sio mbali. Sio mbali. Una swali la kuniuliza? Una nini na? Karibu. Samahani lakini. Swali na shida. Inawezekana daktari, huu mwili unavyouma na kuuma kila siku ni hiyo kwa sababu ya ARV au ni yeye tu mwili wake, damu yake au vipi? Kwa sababu mara nyingi akipima kutikana vitu. Akaenda hospitali yake kichini kwa mara bwana UTI, mara bwana malaria. Lakini hata akinywa dawa baadaye inakaa siku 3 inarudi tena. Ni nini au ni yeye mwenye afya mwili wake?
Na akienda hospitali kubwa na akipima inakuwaje? Hamna Chini chochote. hamna chochote. Hamna malaria, mkojo kama wa mtoto kazaliwa jana. Ashafanya vipimo vingi sana. Akionekana kitu. Ila mwili unamuuma na choka. Lakini unamuuliza daktari wako anakupa anakupa ARV. Unamuuliza. Na majibu yanakuwa ni ipi? Anasema dawa hizo ndio hivyo tuvumilie, maana ndio hivyo. Na kwa hiyo kinachokudhuru kumbe unakijua. Swali lingine, naona bibi ana maswali. Swali lingine naona hivyo tu basi. Jaribu kufikiria, unaweza kulivuta lingine. Ni kweli kwamba mwili unauma ni kwa ajili ya dawa tu, sio kitu chochote? Au ni yeye mwenyewe tu damu yake labda? Hapana, tatizo kubwa ni ARV, na mimi nafikiri mtu kama anayesoma ARV hawezi kuitumia. So kama faida kwenye ARV ni zaidi ya 5% au 3%, yanabaki yote ni madhara matupu. Kwa hiyo mtu mwenye utamamu akisoma ARV hawezi kutumia. Mtu anaitumia kwa sababu aidha ameambiwa na mkubwa atumie au ni amri, lakini au hana njia ya kufanya au hajui anachofanya. Lakini ukisoma ARV huwezi kutumia kama una ufahamu wa kiwango cha kawaida tu cha ambacho hakihitaji shule. Sasa kama hujapata njia mbadala, una maradhi na hiyo ndio naambiwa dawa wadudu wala tafuba, utafanya nini daktari? Fuba maana yake ni wanalala. Kwa hiyo hawafi, kumbe wanalala. Wanalala. Ndio unapoamini. Ndio unaposema sasa tunaamini sasa. Sinaongea na nyie, siongea na mtu mwingine. Mimi sinaongea na wewe. Au naongea na mtu mwingine. Tunaamini kwa sababu tunaambiwa hivyo. Tunaambiwa kwa sababu unaenda unapima. Unaweza ukathibitisha hilo. Au ni ukiambiwa kitu unaenda kumwambia mtu. Kuthibitisha kama wanalala? Kwa mfano unaambiwa kitu fulani, sinabidi ukipime na ukione unaweza ukakizungumza, au ukiambiwa tu unaweza kwenda kumwambia mtu. Kwa sababu unapima CD4, kwa hiyo tukienda tunakuta CD4 ziko juu. Ukisema labda uache dawa kwa mwezi 2-3 siku ukaenda kupima CD4 unaona zimeshuka kabisa. CD4 ni kitu kingine, virus ni kitu kingine. CD4 ni kinga ya mwili. Sasa si hawa hizo kinga. Ndio nachouliza ni hivi, unachosema unakijua au kwa sababu umeambiwa nao unakisema? Ndio hicho ambacho nachouliza. Kwa sababu unaweza ukaambiwa bwana mwambie fulani hivi na kwenda kumwambia. Sasa nataka kujua anaongea na mtu aliyoagizwa au anayejua kile anachokizungumza. Mimi nahisi kwamba usihisi, kuwa na uhakika na kile unachokiongea. Kuhisi labda kweli wanalala kweli, lakini baadaye ukiacha wanaamka. Kwa hiyo kuna dawa za kuwalaza ndio unazotumia. Ndio hizo ndio hizo. Endelea kuwalaza, ukiamka utatafuta dawa ya kupunguza. Si ndio maana tumekuja huko. Sisi tunatibu. Sisi hatulazi. Sisi tunatibu. Unajua kuna wakati daktari unakuwa huna solution. Kuna wakati unakuwa huna solution kukubali tu kwa sababu ushakupa na jambo. Lakini ndio maana hilo kidogo lina sense. Maana kutokana na hali iliyokukuta ili mradi wewe basi ufanye afadhali hivyo kuliko hizi lugha ambazo ulikuwa unazitumia. Hizi lugha sio analala, sio nini, sio nimeambiwa, nafikiri zilikuwa sio lugha sahihi. Turudi. Hadi leo dawa yetu na siku ngapi umeitumia? Siku ya 8. Miaka ambayo wewe unafahamu umeishi na VVU ni miaka mingapi? Alafu nijibu siku ya kwanza kutumia 4A9 hadi leo siku ya 8. Ni taswira ipi unaiona ambayo unaweza kunihadithia? Nahisi
mwili kidogo umepata nguvu kwa asilimia chache. Kwa mpaka leo kwa muda huu wa siku ya 8. Kwa sababu mwili ule uchovu wa kupita kiasi umepungua kidogo, kwamba naweza nikaamka. Nasikia kuchoka lakini sio kama nilivyokuwa mwanzo. Kwamba naweza nikafanya vitu vingine. Uchovu bado upo lakini sio ule kupita kiasi. Kwa hiyo nimeona mabadiliko haya. Ukifanya tathmini ya siku 8 ambazo umetumia dawa ya TR Msigo, ukifanya tathmini ya miaka kadhaa, ni miaka mingapi umeishi na VVU? Mingi, siku ngapi? Msaidie kujibu. 19 kaka. 19. Ukitazama tathmini ya miaka 19, fanya tathmini ya miaka 8. Unapata taswira ipi? Unaweza kunieleza nini? Yaani sijaelewa swali. Kwamba umeishi na ugonjwa au na maambukizi au ukitumia dawa kwa kipindi kirefu. Ndio. Takriban miaka 19 kwa mujibu wa, na umetumia dawa ya TR Msigo kwa muda wa siku 8. Ndio. Ukitizama jicho lako likitizama miaka 19 na ikitizama siku 8, taswira ipi unapata? Taswira napata kwamba huku kwa TR Msigo kuna mafanikio ambayo yapo. Naona kuna kuelekea kwenye kupona. Unaelekea kwenye kupona. Na kwa siku chache tu. Haya. Utalinganisha na kipimo chako, utaamua majibu ni yapi. Mimi nimemaliza ugonjwa wako. Kwa hiyo nakupa miezi 3. Kwa hiyo utatumia dawa kwa sababu ya madhara hiyo sumu. Ndio. Tumia dawa ndani ya miezi 3 bila kupunguza kiwango. Baada ya hapo tutapima tena. Tukipata mstari mmoja, nimerekodi dakika 9. Kwa hiyo nitajihakikishia baada ya miezi 3 kwenye uhai. Baada ya hapo tutagana. Kama una swali niulize, kama huna nikutakie Ramadhani karimu. Kwa hiyo zikisha nije kuchukua nani ya pili. Na ungekuwa ujala kwa muda mrefu ningekupunguzia kiwango cha dozi. Na ungekula mara moja, lakini tuflash hayo mizigo iliyojaza kwenye mwili ili baki kwa salama. Kwa hiyo niendelee ile mara 3. Ile mara 1. Kuna moja sio mara 3. Nyingine mara 2. Kwa hiyo hapa inaonyesha negative. Mimi sijui kusoma. Ikiwa mistari miwili ni positive, ikiwa mmoja ni negative. Kwa hiyo tunapata mstari mmoja. Kwa hiyo tumemaliza tatizo. Hayo tumize dawa ikisha jiongeze mpaka ifika miezi 3 arudi kwako. Tuagane. Mcheki tena. Haya, kila la heri. Amin. Baada kheri na tunaini. Amin. Mimi nafuata. Karibu. Kwa hiyo ikiwa mistari miwili ndio ni positive. Hata ukiwa mmoja kwa mbali. Mstari. Kwa sababu lazima kwenye sekunde 5-6 ule mstari lazima ureact, uje juu, uoneshe kwa mtu huyu ni positive. Ikishafika kwenye dakika 5, 6 mpaka 7 hujaonekana, inaonekana kivuli ni sumu tu za madawa alikuwa anakula. Ugonjwa ule haonekani. Mpaka dakika 15 kipimo kinakuwa, mtu anakuwa yuko sawa. Inshallah. Shukrani. Haya, kila la heri. Asante. Kadi usisahau, maana bila yeye hatukuchukua.